Halo. Ndio maana leo kanisa kila siku linatakatifuza maisha ya watu, watoto kwa wakubwa wanabatizwa. Piga makofi na vigelegele kwa ajili ya kitu. Ndio kulitakatifuza kanisa, ndio kuliongeza kanisa. Hata kipindi hiki cha novena Roho Mtakatifu tunapojifunza ujumbe unaosema Roho Mtakatifu ulitakatifuza kanisa, maana yake kupitia ubatizo kanisa linaendelea kuongezeka, kanisa linaendelea kupata waumini, kanisa linaendelea kupata watu wenye imani, kanisa linaendelea kukua siku kwa siku. Na maandiko yanasema hata milango ya kuzimu halitalishinda, kwa sababu Bwana analitakatifuza kanisa. Nataka nikiembe mahali hapa, Bwana atakatifuze ndoa yako, Bwana akatakatifuze biashara yako, Bwana akatakatifuze biashara yako, akatakatifuze huduma yako, akatakatifuze kazi yako, ikafanyike upya, ikaongezeke, ikabarikiwe, ikapate nguvu. Hello. Sema amina. Kama tunaweza kumwambia usikose novena Roho Mtakatifu hiyo. Maana Roho Mtakatifu anataka atakatifuze vitu. Hata kama una magonjwa, Roho Mtakatifu yuko tayari kutakatifuza kanisa. Na wewe ndio kanisa. Na wewe ndio kanisa la Bwana. Amina. Na wewe ndio kanisa la Mungu. Amina, 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 amina. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 8. Sura ya 8 aya 9 mpaka ya 17 anasemaje? Hapo ndio tunadili hapo kutakatifuza kanisa. Amina. Na mtu mmoja jina lake Simoni. Hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi. Hapo kwanza alikuwa anafanya uchawi. Katika mji ule. Nani asiyefanya uchawi hapo? Akiwashangaza watu wa mataifa. Jamani, mwana jamaa anafanya uchawi mpaka watu wa mataifa wafanye. Sema watu wa mataifa. Watu wa mataifa wanafanya uchawi. Utasema mimi sijaenda sio mchawi. Mchawi na mganga ngoma draw. Yaani kama ushaenda kwa waganga ujue unaenda kuchukua uchawi tu. Kwa sababu mganga anamwambia kaa kwenye ungo akutibu. Kashakupa na uchawi hapo. Hawanaga tofauti. Sema tu kazi, idara kama vile wizara ya afya, wizara ya utamaduni na michezo sijui, lakini huo kama draw tu. Sio kanambia mimi sio mchawi. Vipi wakati wiki zangu? Lakini kusala muendani. Jipigeni makofi. Halo. Kumbe Roho Mtakatifu amekuja kuwatakatifuza mpaka wachawi. Leo fanya Mimi mpaka wachawi wa Rombo. Kule Rombo hakuna wachawi. Kule Rombo kuna matambiko. Ile miungu mikubwa zaidi ile. Mchawi mwana Morogoro. Mchawi Ifakara ndio kwetu jamani. Mpo watu hapo kwa zangu. Kumbe na ndugu zangu hapa kule Itete kule Mtimbila. Yaani kule uchawi hata ukijenga nyumba unakufa. Tabu ipo. Muulize kuna mbunge mmoja alienda akasema nataka maendeleo. Unajua wachawi, kujua hii miungu ina kitu cha ajabu sana. Wachawi na waganga hawapendi maendeleo. Lakini matambiko ya mizimu inapeleka kidogo maendeleo hasa ya kichaga. Hili kidogo siji kwenye ukoje. Sasa Roho Mtakatifu anapotaka kulitakatifuza kanisa mpaka kwa wachawi yameenda. Halo. Wewe unanisikiliza kwenye mtandao wa kijamii, kama una vitu vyako vya uchawi ukavisalimishe kwa Roho Mtakatifu. Na wewe ambao uko mahali hapa, kama una vitu vyako nyumbani na elisi na vitu vitunguli, tabia kusali kwenye ibada ya misa, alafu nyumbani tuna mazindiko, Roho Mtakatifu anafuata mazindiko, anayaunguza kwa moto. Kuanzia leo hayatafanya kazi tena kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna nguvu inashuka kwa mama mmoja hapa. Unasikia nguvu inashuka kwenye mikono yako. Unasikia nguvu inashuka kwenye mikono yako. Kuna dada kule nyuma anapokea hiyo nguvu. Mungu Roho Mtakatifu anaachilia uwezo, nguvu. Baada ya siku 50 utaona vitu vimefunguka. Baada ya siku 50 utaona vitu vimefunguka. Baada ya siku 50 utaona vitu vimefunguka. Pokea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Baada ya siku 50 utaona kitu kimetokea. Hautaelewa leo. Utaelewa utakuja kutoa ushuhuda. Kama sio mhudumu funga macho yako. Kama sio mhudumu funga macho yako. Baada ya siku 50 utaona kitu kimetokea. Hiyo kansa, hayo magonjwa. Baada
ya siku 50 utaona ameondoka, utaona ameondoka. Powers sakatara. Pokea mamangu, pokea. Kitu gani kinakusumbua? Mimi nazungumza neno la kinabii. Wanaoamini, uwe mhudumu usiwe mhudumu, baada ya siku 50 Mungu anaachilia baraka kwako. Nani anapokea hiyo nguvu? Nani anapokea hiyo nguvu? Nani anapokea hiyo nguvu? Nani anapokea hiyo nguvu? Watakushangaa. Wewe sio mtu wa kawaida. Una kitu kikubwa sana. Umekaa kwenye uchungu muda mrefu. Bwana anaachilia furaha ndani mwako. Hayo majini maaba yaliyokamata maisha yako, baada ya siku 50 utayaona. Hizo ndoto mbaya unazoota na uchungu ulio nayo, baada ya siku 50 furaha itakujilia. Powers. Shaka. Tulia, tunyosha mkono wako juu. Ninaona watu kama 4 hapa. Yes. Baada ya siku 50 kuna vitu vinatokea. Tulia, tutumove. Pokea. Wale watu 4. Mmoja huyo hapo. Mmoja yule kule. 4. Ninawaona. Umekataliwa sana. Umelaumiwa sana. Walikuwa wamekulaumu sana binti. Kila ukikaa mahali wanakukataa. Roho Mtakatifu anasema hata kukataa tena. Umekuwa na uchungu wa kukataliwa. Bwana ananiambia wewe sio mtu wa kawaida. Huo uchungu wa kukataliwa utaondoka kuanzia sasa. Baada ya siku 50 utaanza kuona furaha kwenye maisha yako. Utaanza kuona furaha. Wamekukataa sana ndugu yangu. Baada ya siku 50 Roho Mtakatifu atakuheshimisha kwenye familia, atakuheshimisha kwenye maisha yako. Pokea nguvu hiyo. Pokea. Wamekukataa na kukusalau. Inatosha hiyo salau. Umepitia uchungu sana. Baada ya siku 50 Mungu atainua mtu mmoja, atakutunza. Hautaishi maisha magumu tena. Pokea. Usizuie kinachotokea sasa hivi. Usizuie mama. Baada ya siku 50 watajua biashara yako sio ya kawaida. Wamekuloga muda mrefu. Kila unachofanya kiendi. Sio baada ya hapa. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu. Usizuie nguvu. Ninaona una roho ya uzito. Ukifanya mambo huwezi kupiga hatua. Unasikia kama uzito. Unasikia huwezi kwenda kwa chochote. Roho Mtakatifu anasema baada ya siku 50 hautaona huo uzito unakutana nao.